Kuna kitu kimoja ambacho nimetamani ni share na mtu ambacho kinaweza ikawa ni sehemu ya kukumbushana na kinaweza ikawa sababu ya mtu kumtoa mahali katika ulimwengu wa roho. Leo nataka nizungumzie kwa habari ya issue ya kitu kinachoitwa spiritual sin. Sawa? Nataka nizungumzie kwa habari ya kitu kinaitwa dhambi za kiroho. Unajua kuna Wakristo wengi ambao kuna watu wengi ambao tupo katika hati za mashtaka. Yaani mbele za Mungu tunatambulika au inawezekana tunafahamika kama watu wenye dhambi. Lakini inawezekana sisi hicho kitu katika ulimwengu wa kibinadamu tusikijue. Sio kama nielewa. Sasa leo nataka nizungumzie na tukumbushane kwa habari ya kitu kinaitwa dhambi za rohoni au dhambi za roho. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kujua ni kwamba wewe hapo ambao unanisikiliza, wewe ni roho. Yaani kama jinsi ambavyo Mungu tunasema Mungu ni roho, hata wewe vile vile ni roho. Sio kama nielewa. Lakini kama wewe ni roho, maana yake ni kwamba kama jinsi ambavyo tunasema Mungu ana umilele, hata wewe vile vile una umilele ndani yako. Yaani kwa tafsiri nyepesi ni kwamba hata wewe kama jinsi ambavyo tunasema Mungu hafi, hata wewe vile vile haufi. Sio kama nielewa, nisikilize mpaka mwisho utanielewa ninamaanisha kitu gani. Yaani kama jinsi ambavyo Mungu tunasema hafi, hata wewe haufi. Isipokuwa sasa kitu gani ambacho kinatokea? Yaani labda nitoe mfano kwamba ni mfano wa jinsi ambavyo wewe unaweza kaamua kuchukua jembe au kachukua kitu chochote mkononi mwako au shoka au panga. Alafu ukaamua labda tuseme jembe, ukaamua kulifanya lile jembe ulime sawa sana vile unavyotaka wewe. Si ndio maana yake? Maana unavolima una direct jembe pale unapotaka wewe liwe na kile ambacho unataka wewe kifanye. Ndivyo vile vile jembe linafanya nini? Linafanya sawa sawa na matamanio au matakwa yako unavyotaka wewe. Ukisha kuliachia hilo jembe ukaliweka chini, hilo jembe halina uwezo wa kufanya kitu kingine chochote. Sio kama mnaelewa? Ndivyo hata wewe binadamu ndivyo ulivyo. Yaani wewe ni roho ambaye uko ndani ya mwili. Kwa maana hiyo basi, kama jinsi ambavyo kiliacha jembe halina uwezo wa kufanya kitu chochote mpaka tena wewe ukalichukue, ndivyo ulivyo wewe ndani ya mwili. Yaani mwili unafanya kitu ambacho wewe unataka ufanye. Na ndio maana mtu akisha kufa tunasema wewe ambaye ni roho umetoka ndani ya mwili. Mwili unakuwa hauna uwezo wa kufanya kitu chochote. Matokeo yake tunasema kwamba wewe mwili unakuwa kama kapi. Ndipo tunapoenda kuuzika. Lakini wewe asilia ambaye ndio wewe unayenisikiliza haufi. Kwa nini haufi? Haufi kwa sababu wewe ni roho. Sasa kama sisi ni roho, ni lazima tujue kwamba kuna dhambi ambazo huwa tunazifanya zinabaki rohoni. Sio, nielewe vipi? Au niseme hivi, mtu yeyote kabla hajafanya jambo lolote huwa linaanza kufanywa rohoni ndani. Sio kama nielewa. Lakini pia tukumbuke, kama wewe ni roho, maana yake ni kwamba atakaye kuja kuhukumiwa sio mwili, ni roho ambaye ndio wewe. Na hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kulitimiza jambo kwa jinsi ya mwili isipokuwa amekwisha kuanza kulitimiza kwanza ndani. Sasa leo ndo nimekuja kukumbusha kwamba kitendo cha kutafakari jambo ndani, yamkini ukashindwa kulitimiliza kwa jinsi ya kibinadamu, jambo ambalo lilikuwa halimtukuzi Mungu.
katika ulimwengu wa roho, kama haujaitubia hiyo dhambi au hilo kosa, mbele za Mungu huwa linatafsirika kama umekwisha kutenda. Nirudishe kwenye maandiko. Maandiko kuna mahali Biblia inasema kila mwanaume amtazamaye mwanamke kwa kutamani amekwisha kuzini naye. Manake ni nini? Manake ni kwamba kwa jinsi ya kibinadamu huyu mtu ameishia kutafakari na kuwaza, lakini hajalitimiliza kibinadamu. Lakini mbele za Mungu, Mungu anamtazama huyu mtu kama mtu ambaye amekwisha kutenda dhambi, amekwisha kuzini. Sasa hii kitu ipo hivyo hivyo hata katika mambo mengine. Kwa mfano unaweza kawa uko mahali kuna kitu umekitamani kuchukua, sio cha kwako. Au upo katika mazingira ambapo kuna kitu fulani ambacho umekipenda, umeona kinaweza kukufaa, na ndani ya moyo wako ukatamani kukichukua hicho kitu. Sawa? Lakini kwa bahati mbaya, ukiwa katika mtazamo na mafikiria kutaka kuchukua hicho kitu, akatokea mtu ambaye kawa sababu ya wewe kushindwa kukifanya hicho kitu au kuchukua hicho kitu, na mwisho wa siku hicho kitu usikichukue. Kwa jinsi ya mwili ni kweli kwamba utakuwa haujakichukua na mwenye nacho pengine akaja kukikuta, lakini kwa jinsi ya roho, Mungu anaitafsiri nia yako na roho yako ya ndani kana kwamba imechukua. Na kwa sababu ilikuwa imechukua kitu ambacho, ilikuwa imenia kuchukua kitu ambacho sio cha kwako, maana yake umeiba. Kwa mbele za Mungu unakuwa unatafsirika kama umeshakwisha kutenda dhambi ya wizi. Umeshafanya agreement na mtu kwa njia ya simu, lakini kwa bahati mbaya inawezekana kwa muda ambao mlikuwa mmekubaliana ukashindwa kufika kwa wakati. Najaribu tu kufikirisha. Alafu ghafla simu inaita ikiwa mfukoni mwako, na ndani ya mawazo yako na moyo wako kafikiria kwamba atakuwa ni mtu fulani ambaye tumekubaliana kuwepo sehemu fulani kwa muda fulani. Na ndani ya moyo wako kazamilia kwamba nikichukua simu nikipokea, nitamwambia kwamba niko sehemu fulani, sehemu ambayo kwa wakati huo haupo. Lakini kwa bahati nzuri unakuja kuchukua hiyo simu na unakuja kugundua huyu mtu ambaye amepiga si ndiye yule ambaye mlikuwa mmekubaliana. Baadaye unashata kusema wao kumbe sio mwenyewe. Mwisho wa siku mkaongea mkamaliza. Lakini ukasahau kwamba kitendo cha dhamilio la wewe kutaka kumdanganya yule mtu, katika ulimwengu wa roho tayari mbele za Mungu wewe unatafsirika kwamba umedanganya. Sika mnanielewa? Kwa mwisho wa siku ile dhambi mbele za Mungu inasoma, kwa sababu ndani yako ulinia kudanganya na ulikamilisha kabisa. Je, ni watu wangapi leo tunawahukumu kwa sababu ya vitu vinavyoonekana kwa jinsi ya mwili? Ni watu wangapi leo ambao tunawatafsiri kwamba ni waongo kwa sababu tumemfuma kwenye engo ya kwamba amedanganya, na tukamuona huyo mtu ni mwovu kuliko wewe? Je, wewe ni salama? Ni watu wangapi ambao tunawashutumu kwamba ni wazinzi kwa sababu tu alianza ndani akatimiliza kwa jinsi ya mwili, wewe ulianza ndani haukutimiliza kwa jinsi ya mwili, lakini mwisho wa siku na wewe ukashindwa kufanya toba, na tukashia kuhukumu hao kwamba ndio waovu kuliko sisi? Je, ni wachungaji wangapi leo, ni Wakristo wangapi leo, ni maaskofu wangapi leo ambao wanadhini au wanaishi kutenda dhambi za ndani, licha kwamba kwa jinsi ya kibinadamu hatuwaoni na tunawaona ni watakatifu na ni wamenyoka, lakini ndani wanakuwa wameshaharibika. Mimi ndio maana huwa inanisikitisha sana pale ninaposikia mchungaji anasema njoo vyote vya kanisa unavyotaka. Inanisikitisha sana. Kwa ni lazima tuhakikishe tunatubia na tunakuwa makini hata katika mawazo yetu, hata katika fikra zetu. Kile unachokiwaza, kile unachokifikiria, uhakikishe kama ndani yake kilibeba sura ambayo haimtukuzi Mungu. Kama umefanikiwa kukitimiliza kwa jinsi ya mwili, tubu. Kama haujafanikiwa kukitimiliza kwa jinsi ya mwili, pia tubu. Usipotubu, aliyezini kwa mawazo na aliyezini kwa kutimiliza kwa jinsi ya mwili, wote mbele za Mungu mnatafsirika kama mliotenda dhambi.
Lazima tuhakikishe makanisa yanakuwa katika sura ambayo haiwi sababu ya mtu kutenda dhambi. Dada zangu, mama zangu, ni lazima tuhakikishe tunakuwa kwenye mionekano ambayo haitengenezi mazingira au haiwi sababu ya mwanaume yote kunitazama nikawa sababu ya kichocheo cha kumtengenezea matamanio zidi yangu. Ni kweli kwa jinsi ya kibinadamu kuna wanaume inawezekana hawezi kutongoza kwa sababu ya heshima zao. Inawezekana mtu ni mwinjilisti, inawezekana mchungaji, mtu ni askofu, inawezekana mtu ni mchungaji. Hawezi kutongoza. Lakini katika ulimwengu wa roho umemwingiza kwenye dhambi ya uzinzi. Kwa jinsi ya kibinadamu hawezi kutongoza, maana analinda heshima ya kibinadamu. Lakini huku rohoni tunachafuana na tunaingizana kwenye mitego ya uovu. Kwa jinsi ya kibinadamu tunaonekana kwamba tumenyoka. Kwa jinsi ya kibinadamu kila mtu anasema wow, sijai kumfuma mahali popote. Hajawahi danganya huyu, amenyoka. Lakini huku ndani mtu ameharibika. Kuna lazima tujenge kanisa kwenye misingi ambayo inatengeneza favor na mazingira ya mtu, kila mtu kuwa salama. Tusifarijiane kwa sababu ya vile vinavyoonekana kwa mwili. Dhambi yoyote kabla haijatimilizwa kwa jinsi ya mwili huwa inaanza rohoni. Umekwisha kuanza rohoni, inawezekana ni kweli haujatimiliza kwa jinsi ya mwili. Hakikisha unatubu. Kwa sababu kama hautatubu, kwa sababu ulishia kuwaza haukutimiliza kwa jinsi ya mwili, na tukakuona wewe ni msafi, umenyooka, hauna utofauti yoyote na yule ambaye ametimiliza kwa jinsi ya mwili, na wewe hujatimiliza kwa jinsi ya mwili lakini haujatubu, hauna tofauti wowote. Jambo la msingi, tujifunze kuto kuhukumu watu. Tujifunze kuombeana na kuwaombea watu wanaokosea. Hiyo itaongezea neema ya wewe kutokosea katika kile mwenzio alichokosea. Tujifunze kuombeana, tujifunze kufarijiana, tujifunze kuinuana, na sio kuhukumiana kwa vitu ambavyo vinaonekana kwa jinsi ya mwili. Mbona wewe unazini kila siku? Licha kwamba wewe ni askofu, mbona unadanganya kila siku? Mbona uko ni kweli kwa jinsi ya mwili hautimilizi, ila katika mawazo mbona unadanganya kila siku? Mbona unadokoa kila siku? Kwa jambo la msingi ni kwamba tujifunze hata kufanya toba kwa dhambi za ndani. Lakini tuombeane. Mungu akubariki sana.